Mnamo mwaka 2005, mbegu ya mabadiliko ilipandwa hapa Tanzania. Wakati huo, mwanamke mfanyabiashara mara nyingi hakuwa na jukwaa la pamoja la kuwasilisha sauti yake. Fursa za kushiriki kikamilifu katika maamuzi ya kiuchumi zilikuwa finyu na uwakilishi wake katika mifumo rasmi ya biashara ulikuwa mdogo. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, kulikuwepo wanawake wachache wenye maono mapana na ujasiri wa kipekee walioamua kubadili hali hiyo. Walidhamiria kuandika historia mpya kwa kuanzisha jukwaa litakalowaunganisha wanawake wafanyabiashara na kuimarisha sauti yao kwa pamoja. Women in Agriculture, kulikuwa na AWAN, African Women in Agriculture, kulikuwa na association yao. Kulikuwa na wale wa madini, wa mining, walikuwa na association yao. Tukatengeneza moja kwa ajili ya service providers. Kwa sisi ambao unakwenda kupamba marusi, unakwenda au providers wote wa cleaners nini walikuwa hawana association, tukaanzisha nyingine hapo. Na utaona kwamba hawa wote walishaanzisha vitu fulani, lakini hakukuwa na mwavuli, hakukuwa na umbrella ambayo itawachukua wote pamoja. Ukiwa na fursa inatokea mbali huko, haiwezi kukutafuta kule nyumbani au kukutafuta wewe ambaye uko kwenye mining. Sasa ile fursa ni kwa ajili ya watu wa agriculture. Kwa hiyo kuwa na umbrella kama TWCC ukaona ni kiungo kizuri, kwa sababu kukiwa na fursa kutoka mahali fulani, then tunajua hii direct kwa watu wa mining, hii peleka kwa watu wa agriculture, hii ni ya watu wa service providers na kadhalika. Kwa hiyo ndio ilikuwa hali. Watu walikuwa wanajitahidi, lakini hakukuwa na ule umoja au umbrella ambayo inawapa opportunities. Yes. Ndipo ilipoanzishwa chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania, TWCC. Wazo hili lilizaliwa kufuatia mkutano wa wanawake wafanyabiashara ulioratibiwa na shirika la kimataifa la fedha IFC. Wanawake waliungana kujadili changamoto walizokutana nazo na kutafuta kwa pamoja fursa zilizopo katika ulimwengu wa biashara. Kwa kweli hali ilikuwa ni ngumu, kwa sababu uelewa wa wanawake katika mambo ya biashara ulikuwa ni mdogo sana. Lakini toka hiki chama cha TWCC kilipoanza, kumetokea fursa nyingi. Wanawake wamejua kufanya biashara za cross border. Wanawake wamepata masomo ya business entrepreneurship, seminars nyingi ndani ya nchi na nje ya nchi, maonyesho ya biashara ndani ya nchi na nje ya nchi. Wanawake wapate fursa. Yaani kwa kweli wanawake wamebadilika. Hata hivyo, kuanzishwa kwa TWCC hakukuwa mwisho wa safari, bali ulikuwa mwanzo wa hatua ndefu yenye changamoto nyingi. Katika miaka ya mwanzo, taasisi ilikabiliwa na rasilimali chache, miundombinu midogo, pamoja na mitazamo hasi kutoka kwa baadhi ya watu waliodhani kuwa juhudi za wanawake katika biashara hazingeweza kuleta mabadiliko makubwa kiuchumi. Hivi tujieleze kweli kweli, kila mahali ilikuwa anajieleza, kwa nini msio kwenye kile kikubwa, kwa nini mnaanzisha cha kwenu? Hiyo namba moja. Namba mbili, fedha. Tulianza kulink up na wenzetu, kwa mfano wa Kenya. Kenya walikuwa na chama chao, Uganda walikuwa na chama chao. Baadaye tukatengeneza, World Bank ikatusaidia kutengeneza kitu kinaitwa eWixen. eWixen ilikuwa inatuunganisha wote wa East Africa. Sasa mkutano unaitwa, wenzetu wa Uganda chama kilishajengwa mapema. Pesa sisi hatuna, hata ya breakfast nikwambia, breakfast tunatengeneza wengine, mandazi mimi nabeba kwenye begi napeleka. Sasa unafikaje Uganda? Kwa mfano nitakupa mfano mmoja. Tulivyokuwa tuna mkutano ambao uko Serena, Kenya, Nairobi. Ninaambiwa tunataka representation ya TWCC. Hivi saa zile unamuomba nani $500 za kwenda Nairobi? Unakwenda kulala wapi? Unaweza kuwa nalala pale pale Serena, kwa sababu vyama vyao they were strong enough, walikuwa wana muscles, financial muscles za kuwaweka kule. Siri moja tu, Watanzania hatushindi. Kwa hiyo tulichofanya mimi, Dina Flowers, naombeni hata mnikopeshe $500 hizo, tiketi ikakatwa, nikakimbia nikafika kule, nikatafuta kidogo ka guest house ka kanisa kaliko across Serena, nikalala pale. Asubuhi nikaona weka sanduku kichwani. Nikipiga cross naenda mkutano wa kimataifa, itakuwa aibu, nitaabisha nchi. Kwa hiyo nikatafuta taksi, nilikuwa na 1000 ya Kenya, nika cross na taksi. Reception nikamwambia niwekee sanduku kidogo hapa, nimechelewa kidogo ndio natoka airport. Kwa hiyo sanduku langu likaa hapo, mimi naingia kwenye mkutano.
Jioni nikamwomba dadangu aliye pale anakaa karibu na airport, nikamwambia naomba uje na taksi, nitalala kwako kesho, nafanya nini? Naondoka. Yote ile ilikuwa kurepresent chama na hatuna pesa kuficha siri ya aibu ya nchi, na tulikuwa very popular. Tanzania wakiingia wasimamisha kila kitu, Tanzania kwanza waongee. That made my day. Kwa hiyo challenge mbili, recognition, kutambulika kwamba hiki chama kina nia gani, hakitengi wanawake. Ya pili, finances, unaranije kitu. Unaitwa kwenye mkutano, una nauli, unatumia gari lako la kampuni, unakwenda unarudi, kutegemea allowance, sitting allowance. Hamna mambo ya sitting. Nani atakupa sitting allowance? Wewe ndio unalipa allowance kwenda kukaa kwenye kikao cha watu. Licha ya changamoto hizo, ari ya wanawake walioungana ndani ya TWCC iliendelea kukua. Kupitia mshikamano na dhamira ya pamoja, walianza kujenga mtandao wa ushirikiano na taasisi mbalimbali za maendeleo. Moja ya ushirikiano muhimu uliosaidia ukuaji wa TWCC ulikuwa kati ya TWCC na shirika la kuhudumia viwanda vidogo Tanzania, SIDO. Kupitia ushirikiano huu, wanawake wengi waliweza kupata mafunzo ya ujasiriamali, uongezaji thamani wa bidhaa, pamoja na ujuzi wa usimamizi wa biashara ndani na nje ya nchi. Kwa wakati huo, kwa kweli wanawake walikuwa wanajishughulisha na kazi ndogo ndogo. Walikuwa hawana bidhaa ambazo zinavutia. Packaging ilikuwa shida, vifaa vya kusindika, kwa mfano mashine mbalimbali za kusindikia bidhaa zao ilikuwa shida. Pia namna kutengeneza nguo zao kwa fashion na madawa yale ambayo SIDO actually ndio ilikuwa inawasaidia, kwa mfano madawa ya kufanya batik na kadhalika, hata hizo kuagizia vifaa vya viwanda vyao ili kufanya huo ujasiriamali. Kwa hiyo walivyokuja kwa pamoja, walijikuta wote wana shida hizo hizo, na tuliendelea kushirikiana nao. Sisi kama SIDO tulikuwa wanatumia ofisi zetu pale SIDO. Mwanzo tukawa wanatumia reception kukutana. Baadaye mkurugenzi wetu mkuu wa SIDO alikuwa anaitwa Mike Liza, akakubali kuwapa eneo la kufanyia shughuli zao, wakapata ofisi kabisa, wakaanzia ofisi pale. Kadri miaka ilivyozidi kwenda, TWCC ilikuwa na kuimarika kama taasisi muhimu katika maendeleo ya uchumi jumuishi nchini Tanzania. Wanawake wengi waliopitia katika jukwaa hili walijenga ujasiri wa kuzungumza, kushiriki katika majadiliano ya sera za biashara na kuwakilisha maslahi yao katika majukwaa ya kitaifa na kimataifa. Haikuwa kwamba ni wanawake wote wanakutana, ila kuna wale ambao wamesikia kwa wengine, wapo wale ambao walikuwa tayari kwenye biashara, lakini tuliweza kuita hata wale ambao hawajafanya biashara kabisa. Watajifunza, wataanza na hicho kidogo ambao haijasajiliwa, lakini waweze kukua. Kwa hiyo mikoa, tuseme ni mikoa yote ambayo iko kwenye pembezoni, kwenye majukwaa yale 11, ni kama nikitaja mikoa nitaiacha michache sana, ijapokuwa hata ya katikati kama Singida tulienda, Dodoma na ile mingine yote ambayo iko katikati au iko pembeni mwa Tanzania, ukizunguka inabaki michache sana. Lakini baadaye imekuja kupanuka. Yale majukwaa yalikuwa yako yanaangalia cross border trade, ambayo ilikuwa ni biashara za wanawake kuvuka mpaka. Lakini baadaye kukawa sasa na hii ya kila mkoa. Changamoto iliyokuwa kwa wanachama, unakuta kwa mfano watu wameanza biashara lakini haina nembo ya viwango, TBS hawana. Kwa hiyo tuliisolve kwa kutafuta sasa mafunzo, namna gani utafanyaje, na kweli hata kama ni kufikia kwenye hizo border trade, tutachukua watu wa uhamiaji, tutafundisha hayo masuala. Watakuwa na changamoto, labda vifaa vyao vimekuwa labda vimekamatwa kwa sababu vilikuwa vinavuka mpaka, haviko na ruksa na vibali vyote. Kwa hiyo kwao ni changamoto, kwa sababu labda ile bidhaa yake inaweza ikachelewa kurudishiwa, ikaharibika. Lakini sasa kwetu sisi kama uongozi unaweza kusema ni changamoto, ijapokuwa sio changamoto. Inakuja sasa kwamba ofisi au wajibu ni kufanyaje, ni hakikisha una link wale wahusika ambao watawasaidia waelewe wanawake, waelewe kwamba wako katika hatua gani na ni namna gani waweze kuwasaidia. Katika kipindi cha miaka 20, TWCC imepitia hatua mbalimbali za uongozi zilizochangia kuijenga na kuimarisha, kuanzia viongozi waanzilishi hadi waliokuja baadaye. Kila mmoja ameongeza mchango wake katika kuendeleza dhamira ya kuwawezesha wanawake kiuchumi. Watu wengi walijoin
TWCC wakawa wanatutegemea, wanasema tutawafanyia nini. Kwa hivyo walikuwa na mwamko ya kwamba hiki chama kimeanza kitatusaidia wanawake, lakini watatusaidia namna gani? Lakini wengi walikuwa hawana uthubutu. Sasa hivi naona wengi wana uthubutu, wengi wamekuwa wakubwa ambao wanaendesha uchumi, so kama wale ambao walikuwa wanategemea. Sasa hivi kuna wanaojitegemea wengi, au wategemei kuambiwa fanya hiki, au wanaweza kujitegemea wenyewe na wamekuwa wakubwa, sio kama tulivyoanza. Miaka hiyo ilikuwa wengi ni wadogo, wanaume ndio walikuwa wana makampuni makubwa, lakini sasa hivi sisi tuna makampuni mengi makubwa, tuko kwenye uchumi, tunaendesha uchumi, tunasafirisha nje bidhaa zetu. Kwa hivyo tumebadilika sana baada ya kuwa kwenye TWCC kutupa ile chachu au confidence ya kwamba ukienda TWCC kwenye mikutano yao unapata yule anayekuwa mdogo pia anasema na mimi naweza. Kumbe unaona, mimi nakutana na watu wengine katika mikutano mingine sasa hivi, anasema mama, wewe siku zile ulipokuwa TWCC ndio nikakuona ukatupa uthubutu wako. Kwa hivyo tunaendelea, maka ile unapewa confidence, mikuwa pamoja. Kwa hivyo ile imewafanya wanawake wengi wamekuwa na wamekuwa na confidence, wanaendesha sasa hivi nyumba zao au zile makampuni yao, sio kwa kuogopa, lakini kwa kujua hata nikiwa nashindwa na kwenda TWCC nitapata something ya kunipa ujasiri wa kuendelea mbele. Leo hii TWCC imekuwa na kuwa mtandao mpana unaowaunganisha wanawake wafanyabiashara kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Kupitia programu za mafunzo, maonesho ya biashara, ushauri wa kibiashara na ushirikiano wa wadau wa maendeleo, wanawake wengi wamepata fursa ya kukuza biashara zao na kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Washirika wa maendeleo wamekuwa chachu kubwa ya mafanikio haya. Kupitia ushirikiano huo, TWCC imeweza kuwafikia wanawake zaidi ya milioni 1 Tanzania bara na visiwani. TWCC iko katika kiwango cha juu sana. Maana yake ni nini? Tulianza tukiwa wadogo, tukiwa wachache, lakini sasa hivi TWCC ina wanachama wengi, zaidi ya 22,000 na zaidi. Lakini vile vile ni kwamba tuliweza sasa kuingia katika ngazi zote. Tuko kutokea wilayani, mikoani, tuko kwenye mipakani kote, ambapo wafanyabiashara tunajua wanawake wengi kule wanafanya biashara mipakani kote, huko tupo. Lakini vile vile tumeweza sasa kuwa na uongozi katika ngazi zote hizo. Kuna wenye viti ambao wenyewe wanaongoza ngazi hizo, na kule kote nako kuna uongozi kamilifu, mwenyekiti, makamu, katibu, makamu na mweka hazina. Kwa hiyo sasa hivi mtandao ni mkubwa, na kwa hiyo taarifa zinatoka na kufika mbali. Miaka 20 ya TWCC ni ushuhuda wa nguvu ya umoja, ujasiri na maono ya wanawake waliokataa kubaki pembeni katika safari ya maendeleo ya kiuchumi. Ni simulizi ya wanawake waliothubutu kuanzisha mabadiliko na kuandika upya nafasi ya mwanamke katika uchumi wa Tanzania. Kwa kweli mimi ni mmoja wa waliofanikiwa ndani ya miaka 20 ya TWCC. Kiukweli ukiwa na TWCC na ukienda sawa, training tunazopata ni nyingi sana. Sana. Watu wote ni mashahidi. Lazima utasogea. Lazima utapiga hatua. Na kingine ambacho pia naweza kusema kwenye TWCC, tuko huru. Yaani mtu uko huru kufanya ambacho unataka kufanya. Hakuna masharti magumu. Hakuna kosti. Yaani mtu anakuambia changia 10,000 uje Ramada. Kwa kweli hiyo sio kosti. Yaani ni sawa na bure. Kwa hiyo niseme ni umoja au chama ambacho ni kwa ajili ya wamama, wanawake. Na kweli kinalenga wanawake. Asilimia kubwa ni wanawake na vitu vingi tunafanya vya wanawake. Mikutano mingi tunahudhuria. Kila sehemu unayoenda ukitaja TWCC ipo. Yaani kwangu mimi ni opportunity kubwa. Na hata ukiangalia profile yangu ya Instagram nimeandika kabisa ni member wa TWCC. Niko very proud. Na nimepata nafasi nyingi sana ambazo pia nyingine nimeshindwa kuzitumia kama TWCC. Hivyo, maadhimisho ya miaka 20 ya TWCC si tu kumbukumbu ya historia iliyopita, bali ni mwanzo wa hatua mpya ya safari ya kuendelea kuwawezesha wanawake kiuchumi,
kukuza ujasiriamali na kujenga uchumi jumuishi kwa maendeleo endelevu ya Tanzania. Tunapoadhimisha miaka 20 ya TWCC, napenda kwa niaba ya management ya TWCC kutoa shukrani zetu za dhati kwa wadau mbalimbali ambao tumefanya nao kazi kwa kipindi chote cha miaka hii 20 ya kuwezesha wanawake kiuchumi. Peke yetu kama TWCC tusingeweza kufikia malengo ya kuwezesha wanawake na kuhakikisha wanawake wanakuwa sehemu ya uchumi wa taifa letu. Nianze kwa kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutupa nafasi, lakini pia kwa ushirikiano ambao serikali imetupatia na kutupa miongozo na kuhakikisha tunakuwa chama kikuu kinachounganisha wanawake kwenye biashara na serikali. Lakini pia nipende kushukuru taasisi zote za umma, nikianza na Wizara yetu ya Viwanda na Biashara kwa namna ambavyo wameshirikiana na sisi, wamekuwa wakitupa ushirikiano wa hali ya juu sana. Tumefikia wanawake wengi nchi nzima katika maeneo ya kuelimisha kwenye biashara, lakini pia wanawake wameweza kwenda na kunufaika na biashara za kimataifa. Ni kwa sababu wizara imetushika mkono sana. Naomba niwapongeze sana kwa miaka 20 ya uthubutu, miaka 20 ya dhamira ya dhati ya kujenga uchumi jumuishi, miaka 20 ya kuwawezesha wanawake kiuchumi, na miaka 20 ya kuona matokeo ya namna wanawake wanavyosimama kiuchumi na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Hongeni sana TWCC. Lakini pia nishukuru Wizara yetu ya Mambo ya Nje kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakitupatia kwa wanawake ambao wanakwenda nje ya Tanzania kutafuta fursa mbalimbali, kujifunza masuala ya teknolojia, lakini pia wanawake ambao wanapata changamoto nje ya Tanzania wanapokuwa wanafanya biashara. Tunashukuru sana wizara kwa ushirikiano kuhakikisha kwamba wanawake wetu pia wanatoka na kutafuta fursa zaidi za biashara. Nishukuru pia mashirika ya serikali yote ambayo tumefanya nao kazi kwa kipindi chote hiki. Tumeshirikiana kwa karibu sana katika kutoa elimu ya biashara, lakini pia kuhakikisha wajasiriamali wanapata huduma, wanarasimisha biashara zao, lakini pia wanaendesha biashara zao na zinaweza kukua. Nianze kwa kutaja baadhi ya taasisi ambazo tumefanya kazi kwa karibu, nikianza na SIDO ambao kwa kweli wana mchango mkubwa katika uanzishwaji na ukuaji wa TWCC. TWCC ofisi yake ya kwanza ilikuwa ndani ya majengo ya SIDO na kwa kweli walitushika mkono sana. Napenda muungane na founders au viongozi waliopita katika kuwashukuru sana SIDO kwa mchango wao katika TWCC. Lakini nishukuru taasisi zingine pia kama vile TanTrade, TBS, BRELA, DSLA, wakala wa vipimo na wengine wote ambao wameshirikiana nasi. Nishukuru serikali za mikoa, serikali za mitaa na viongozi wote kwenye ngazi zote ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Lakini pia nishukuru Wizara yetu ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Makundi Maalum kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakitupa. Tumefanya kazi kwa pamoja sana. Wakati wanawake wanafanya biashara, wizara inahakikisha pia kunakuwa na ulinzi wa watoto, lakini pia wanahakikisha kwamba mazingira wezeshi ya wanawake kufanya biashara, ikiwemo kuondoa zile kusaidia katika kutokomeza zile mila potofu ambazo zilikuwa zinamnyima fursa mwanamke ya kushiriki kwenye fursa za kiuchumi. Niwashukuru wadau wengine wote ambao wameshirikiana nasi, hasa wafadhili wetu wakiwemo Trademark Africa ambao kwa kweli wamekuwa wakituwezesha na kuhakikisha kwamba tunawafikia wanawake nchi nzima na kuwawezesha. Peke yetu kama TWCC tusingeweza kuwa na rasilimali za kutosha kuweza kufanya kazi ambayo leo tunaishuhudia hapa. Lakini pia niwashukuru UN Women kwa sababu lilikuwa ni shirika la kwanza kuanza kufanya kazi na TWCC, lakini pia kuwezesha TWCC kuwa kuweza hata kuajiri wafanyakazi hapo mwanzo kabisa ambapo chama kilikuwa bado kichanga. Lakini niwashukuru pia JZ ambao pia wamekuwa nasi wakitufadhili kwenye program mbalimbali, lakini na mashirika mengine yote ambayo tumefanya nao zikiwemo balozi mbalimbali, taasisi, mashirika ya kimataifa yote ambayo tumeshirikiana nayo kwa miaka yote 20, napenda kuwashukuru sana. Lakini pia niwashukuru wanachama wa TWCC. Inamilikiwa na wanawake wafanyabiashara wa Tanzania na bila wao hakuna hiki chama, hivyo napenda
kutoa shukrani za dhati kwa ushiriki wao kwenye shughuli za TWCC, lakini kwa namna ambavyo wamekuwa kitushauri katika kuhakikisha tunatoa huduma bora kwao ambazo kila siku zimesaidia katika ukuaji wa biashara zao. Lakini pia ni washukuru wafanyakazi wa TWCC wote ambao tumefanya nao kazi kwa kipindi chote, aidha alikuwepo au bado yupo, lakini tunawashukuru wote ambao wameweka mchango wao katika taasisi hii. Tunawashukuru waanzilishi wa TWCC ambao watatambuliwa leo hapa, na tunawashukuru kwa sababu bila wao kuja na maono, lakini pia bila wao kuwekeza nguvu zao, kuwekeza muda wao, rasilimali, hiki chama leo isingekuwepo. Kwa tunawashukuru sana kwa mchango wao, lakini tunawashukuru viongozi wote wa TWCC waliopita kwenye awamu zote za kuongoza chama hiki, kwa maana ya wenye viti, lakini pia wakurugenzi wa bodi zote zilizopita na ambao wanaendelea. Tunawashukuru pia wadau wetu, taasisi zote ambazo tumefanya nazo kazi, mashirika maendeleo, balozi mbalimbali, wadau, mabenki, taasisi zote za fedha kwa ushirikiano wao kwa kipindi chote. Tunapoenda kuanza ngwe nyingine au kipindi kingine cha miaka 20 ya TWCC, napenda niwakaribishe, tuendelee kufanya kazi kwa pamoja, wadau wote, mashirika, lakini pia tuendelee kushirikiana na serikali kwa karibu kuhakikisha pia mazingira wezeshi ya wanawake yanaendelea kuwepo, lakini pia tutahakikisha kuna sera zetu zinaendelea kuwa jumuishi ili wanawake washiriki kikamilifu kwenye fursa mbalimbali za kiuchumi, za kiuongozi, lakini pia katika nafasi mbalimbali za ngazi za maamuzi. Leo tunasimama tukisherehekea mafanikio haya makubwa, huku tukitazama mbele kwa matumaini makubwa zaidi, kwa sababu mwanamke aliyewezeshwa kiuchumi hubadilisha si tu maisha yake binafsi, bali pia familia, jamii na taifa kwa ujumla. Hivyo, maadhimisho ya miaka 20 ya TWCC si tu kumbukumbu ya historia iliyopita, bali ni mwanzo wa hatua mpya ya safari ya kuendelea kuwawezesha wanawake kiuchumi, kukuza ujasiriamali na kujenga uchumi jumuishi kwa maendeleo endelevu ya Tanzania.